kama inawezekana nisingekuwa labda nakaa ghetto moja na Paul au John, inawezekana leo ningekuwa kitu kingine, kwa sababu nikiwa nahangaika nijue mimi ni nani, natakiwa kufanya nini na elimu yangu yote nilionayo, nikiwa kwenye mfungo wa kama siku 3 kavu. Kuna kipindi nifunga, unakumbuka Paul? Unajua hii 3 kavu nayo bwana, kama roho hajakwambia hebu usifunge. Sababu nimefunga 3 kavu, nikawa unajua ukifunga lazima uombe bwana. Or else unashinda njaa. Sababu ile siku ya 3 ile nilikuwa hoi, hata kusema Yesu. Yaani nikamwomba Joel anitafutie glucose, unakumbuka? Ndio unaweza kuona kabisa nani yule malaika mtoa roho huyo. Sasa ile siku ya 3 ile nimemaliza maombi yale, nikiwa napiga story na Paul. Huwezi amini. Story, ndio maana usiwe unachukulia poa vitu watu wakiwa wanakuambia. Paul akasemaje? Unajua wewe ni kitu kabisa. Bwana asiwe sana. Yaani wewe ni jambo. Akaniambia wewe ni jambo. Sasa wewe nenda karekodi wimbo. Tengeneza YouTube yako. Ona hii YouTube ambayo watu wana stream sasa hivi hapo, ilitokea kwenye neno. Bwana asiwe sana. Sasa tengeneza YouTube yako. Sasa mimi yani kichwa changu kimekaa kiarachuga, yani kichwa kiko mbele yani. Kwani hiyo makitu mbona kama ni aje? Yani unajua ile kwamba ama vitu ni nini? Basi nikafanya, nikaenda, nakumbuka huyo jamaa alionitengenezea muziki anaitwa Success huyo. Ndio mtu mweupe da nzima. Bwana asifiwe sana. Kwa ndo nikaanza nikatengeneza wimbo. Na unajua ule ujana, ule wimbo uko unaitwa Yawe ule. Nilienda kuimba kwa hasira studio. Kama kuna watu wamesikiza huo wimbo hata sielewi nilikuwa na ameja zile key yani. Blessed ananiambia, ulikamia kaka, ananiambia. Lakini nilianza kwa sababu ya mtumishi wa Mungu Paul alisema tu kwamba anza. Nilivyoona watu kwanza, unajua ile masaa 24 watu 200 wameangalia. Unajua sasa hivi watu masaa 24 wanatafuta milioni. Mi wale watu 200 nilimshukuru Mungu sana. Sasa watu wametoka wapi? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hii issue ya kukaa pamoja, kama alivyosema John, usikae na watu ambao uko level nao moja. Hakisha unakaa na watu ambao yani unajua pride comes before the fall. Yes. Associate yourself with people who are ahead of you. Yes. Financially, shuleni. Babangu alinikataza kukaa na watu ambao wanaigirizia ile darasani. Ambia kaa na watu ambao ni vichwa. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nilikuwa anatunga manyimbo kipindi kile. Kwako hakuna. Nakumbuka? Hatari. Kwa hiyo kasa kama mtu unakaa naye ghetto. Hebu sema ghetto. Yeye anatunga nyimbo zinaenda mjini. Sema mjini. Asa usikiliza, tusijifanye tuko kiroho sana. Unajua ukitoa wimbo nao watu wasipoangalia inavunja moyo. Kuna watu wengine wasia tatizo Mungu amemlenga mtu mmoja. Bana. Eti wako watu ambao Bwana amewakusudia wewe. Yaani si walokole bana. Yaani ndio maana tuko nyuma sana kwenye biashara. Yaani unakuta siku nzima mtu ameuza watu 3. Ndio Bwana alokusudia wewe, tengeneza strategy nzuri za kimasoko. Bwana asifiwe sana. Asante samahani. Uniruhusu niongeze jambo. Okay. Moja kati ya tabia ilibidi wote sasa sisi tu adopt ama tufanyeje aliyokuwa nayo ndugu yetu Paul. Ase ni unyenyekevu. Amen. At that time nakumbuka alikuwa ameshatoa wimbo unaitwa Umenifanya Ibada. Ule wimbo Umenifanya Ibada, right? No. Amenifanyia amani. Ule wimbo jamani ulienda kila mahali. Na wakati huo mpaka leo unaenda. Mpaka leo unaenda. Wakati huo hakuna ambaye ana usafiri kati yetu. Sasa mimi na Zoravo tuna mentality hiyo.
Yaani hakuna namna tunaweza panda public transport. Na tulianza ubabe muda mrefu. Sasa huyu mwamba alikuwa anatunyenyekeza jamani. Anaamka saa ya ibada, anaamka asubuhi saa 12 anaenda kwenye kituo cha daladala. Sasa sisi tunakuwa tunajiangalia kama mwamba amepanda daladala. Kipindi hamna Bolt. Hamna Bolt. Yaani mwanangu Luka shaenda kupanda daladala. Watu wanamsalimia, unajua umepanda daladala afu kuna mtu anakuangalia na kuhakikisha huyu ni Paul. Ndio hiyo. Yaani kwa unajikuta yaani hata kama kuna kahali cha unyenyekevu wakako, unakuwa hata kama hujanyenyekea chini ya mkono wa Bwana, unanyenyekea chini ya tabia ya rafiki yako. Umeona kwamba kama huyu mimi nyimbo ya Zoravu ndo alitangulia kutoa nyimbo. Nadhani hapo ndo watu kwa mwezi ilikuwa na watu kama nakumbuka, maana nili screenshot ile. Na niliona ni ajabu sana kwamba watu 5000 wametoka wapi. Kimsingi unagundua hiyo ni namba tasa. Haigawanyiki. Lakini mwamba ana milioni huko, sio Tanzania tu. Ila saa 12 asubuhi kwenye kituo cha daladala kanisani. Sisi tunahangaika kutafuta. Kwa hiyo unyenyekevu ni kitu ambacho kinaweza kuambukizwa. Na huyu amehusika sana. Yaani ukiona John anainama, ukiona Zoravu anainamisha kichwa, Paul amekuwa sababu sana ya kutuelekeza. Mchakato wa kibinadamu kuelekea hatua kuna gharama. Ni muhimu sana kujua hiyo. Yesu alivyobatizwa pale Mungu akamthibitisha. Mimi nilijua baada ya pale alitakiwa aende akaitende kazi. Ukisoma Biblia very funny, baada ya pale Biblia inasema Roho akamchukua Yesu mpaka nyikani ili akajaribiwe. Sasa unajiuliza, Mungu ameshamconfirm anapelekwa nyikani kujaribiwa kwa ajili ya kitu gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Now that is where you pay a price. Kwa sababu pamoja na kupewa na kuachiliwa neema yote, lazima Mungu akukonfirm kwamba alichokupatia unaweza kukibeba sawasawa na mapenzi yake. Na katika kizazi tulichonacho, haimaanishi sisi tumeshakuwa wazee, ila katika kizazi tulichonacho, moja kati ya gharama hatutaki kulipa ni wakati wa maandalizi. Sasa the question is, Yesu alikubali kuandaliwa. Wewe Yesu amezaliwa, Biblia inasema amezaliwa na uweza wa kifalme uko mabegani. Lakini Mungu alimkanya Yusufu asimwache mama yake Yesu kwa sababu ya malezi ya kawaida Yesu aliyahitaji. Yesu amezaliwa na uwezo, miaka 12 anaenda anapiga show hekaluni na wazee wanadata kwamba huyu dogo amejua wapi elimu yote. Lakini pamoja na yote hayo, Yesu alipita kwenye mchakato. Unasoma Biblia akiwa na umri wa miaka 30 ndo anakuwa ordained. Mungu anamconfirm, tunajua ndio anatakiwa aende akapige gospel. Amna, Roho anamchukua anampeleka nyikani. Huo ndio wakati ambao vijana wengi hatuutaki. Yaani sisi tunataka tukitoa ngoma moja tumeitwa kila mahali, tumeenda. Ndio maana unakuta huduma nyingi zinaanza kwa mbwembwe, graphic kali, picha amepiga kali, kamtafuta Wekisha akamshonea zile nguo zinafika huku chini kali. Ila wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu huduma kwisha, kwa sababu ya muda wa maandalizi. There's a price to pay, price utakayolipa, bali hao wamngojeao Bwana. Kuna wakati wa kumngoja Bwana, kuna wakati wa kumsubiri.